Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Katika Biblia utajiri unatazamwa kama baraka kutoka kwa Mungu, lakini unakuja na wajibu mkubwa wa kiroho na kimaadili. Utajiri wa kiroho ni hali ya kuwa na utimilifu na amani ya moyo na uhusiano thabiti na Muumba au nguvu za kiungu, badala ya kutegemea vitu vinavyoonekana kama vile fedha na mali, zaidi ukijikita katika sifa za ndani kama vile upendo, subira, msamaha na shukrani. Misingi mikuu ya utajiri huu unajumuisha amani ya ndani, hali ya kuridhika na kuwa na utulivu wa akili bila kujali changamoto za maisha. Lakini pia msingi huu wa utajiri ambao Biblia inatuambia ni pamoja na uhusiano na Mungu, kujenga imani thabiti kupitia sala, kutafakari na kufuata misingi ya kiadili. Misingi hii ya utajiri ni pamoja na kutoa na kuwajali wengine, moyo wa upendo na huruma unaojitolea kuwasaidia wengine au jamii bila kutegemea malipo. Msingi huu wa utajiri pia unategemea katika hekima na uelewa, uwezo wa kuiona thamani kwa watu lakini sio kwa vitu. Katika Biblia, mtu mkuu anayeonyesha utajiri kamili wa kiroho ni Yesu Kristo, ambaye ndiye chanzo kikuu cha neema, hekima na ukamilifu. Hata hivyo, kuna watumishi wengi walioonyesha utajiri wa kiroho kupitia imani thabiti, hekima na utii kwa Mungu. Mfano ni Mfalme Suleiman. Alionyesha utajiri mkubwa wa kiroho alipomwomba Mungu hekima na ufahamu badala ya utajiri wa mali, jambo lililomwezesha kuandika kitabu cha Mithali na hukumu kwa haki. Unaweza ukasoma Wafalme wa Kwanza sura ya 3 aya 9 hadi 12. Mfano mwingine wa utajiri wa kiroho ni Mtakatifu Paulo. Alikuwa tajiri wa kiroho kutokana na ufunuo mwingi wa Injili na neema aliyopewa ya kujenga makanisa mengi na kuandika nyaraka zinazowaongoza Wakristo hadi leo. Unaweza kusoma Waefeso sura ya 3 aya 8. Mfano mwingine wa kuigwa wa utajiri wa kiroho ni kutoka kwa Abraham. Anajulikana kama baba wa imani. Utajiri wake wa kiroho unaonekana kupitia utii wake mkuu na urafiki wake wa karibu na Mungu. Unaweza kusoma Yakobo sura ya 2 aya ya 23. Kihistoria na kiroho, Biblia inafundisha kuwa utajiri wa kweli wa kiroho haupatikani kwa mali, bali unatokana na kumjua Mungu na kupokea hekima kupitia Yesu Kristo. Sifa kuu 10 za mtu tajiri pamoja na mtazamo wa Mungu au pamoja na mtazamo wa Biblia zimeainishwa katika maandiko matakatifu. Sifa ya kwanza ya mtu tajiri, kama ambavyo maandiko matakatifu yameandika, ni mwenye kumtumainia Mungu na si mali zake. Utajiri wa kweli unatokana na kumtegemea Mungu badala ya mali. Mwenye hekima hatumainii utajiri wake, bali anamwekea Mungu tumaini lake lote. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 17 inasema kuwa walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Ukisoma Mithali sura ya 11 aya 28 inasema kuwa azitegemeaye mali zake ataanguka, mwenye haki atastawi kama jani. Ukisoma Mithali sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 6 inasema kuwa mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkili yeye, naye atanyosha mapito yako. Maandiko haya yanatufundisha kuwa mali ni baraka ya muda mfupi, lakini kumtumainia Mungu ndio sifa kuu inayompa mtu usalama wa utajiri wa kudumu. Sifa ya pili ya mtu tajiri kwa mujibu wa Biblia au maandiko matakatifu ni mkarimu na mwenye kutoa msaada. Misingi ya utajiri na baraka katika maandiko mengi ya kiroho inajengwa juu ya nguvu ya ukarimu na kutoa. Kutoa sio kupunguza mali, bali ni ufunguo wa kuongeza na kupata baraka zaidi. Sifa za mtu mtoaji
ni kuwa na moyo wa shukrani. Hutambua kuwa utajiri wote unatokana na Mungu, hivyo hutoa kwa furaha na sio kwa kulazimishwa. Sifa nyingine ya mtu mtoaji huwa na huruma na upendo. Huwajali wenye shida, yatima, wajane na maskini bila ubaguzi. Sifa nyingine ni uaminifu. Anaamini yeye ni msaidizi tu wa mali hizo na kwamba kutoa ni sehemu ya kutimiza wajibu wake. Sifa nyingine ya mtu mtoaji, hutoa bila kutafuta sifa au kujionyesha mbele za watu ili thawabu yake iwe kamili. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 19 aya 17 kinasema kuwa amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Ukisoma Luka sura ya 6 aya 38 inasema kuwa wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 18 hadi 19, maandiko matakatifu yanasema, watende wema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huko wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Misingi hii inafundisha kuwa utajiri wenye baraka haupimwi kwa kiasi cha mtu anachohifadhi, bali kwa namna ambavyo mali hizo zinagusa na kuboresha maisha ya wengine. Sifa ya tatu kwa mtu tajiri, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ni utajiri bora wa kudumu unaotokana na hekima na uchaji wa Mungu. Utajiri bora na wa kudumu ni ule unaozingatia hekima ya Mungu na uchaji wa Mungu. Utajiri huu hautokani na kubahatisha au kukosa maadili, bali unajengwa kwenye misingi ya kiroho, bidii, ustawi bora wa rasilimali. Utajiri wa kudumu hauji kwa nguvu au akili zetu wenyewe, bali ni Mungu anayetoa uwezo kupata mali ili kulifanya agano lake thabiti. Hekima inalinda, inajenga na inatoa thamani halisi ya mali inayodumu. Kuishi kwa uadilifu kunaleta baraka zinazodumu katika maisha ya mtu na vizazi vyake. Mungu hubariki kazi ya mikono ya mtu. Uvivu huleta umaskini, lakini bidii huleta utajiri. Ukisoma Mithali sura ya 8 aya ya 18 inasema kuwa utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 18 inasema kuwa bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, naam, ndiwe akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Ukisoma Mithali sura ya 10 aya 22 inasema kuwa baraka ya Bwana utajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Mithali sura ya 14 aya 24 inasema kuwa taji ya wenye hekima ni mali zao, bali upumbavu wa wajinga ni upumbavu tu. Ukisoma Zaburi sura ya 112 aya ya kwanza inasema, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Sifa ya 4 ya mtu tajiri kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni mwenye haki katika mapato. Utajiri wa kweli unatokana na Mungu, hupatikana kwa njia ya haki, bidii na kufuata misingi ya neno lake. Biblia inafundisha kwamba baraka za Mungu huja pale mtu anapofanya kazi kwa uaminifu, akiepuka rushwa na kuwasaidia wahitaji. Ukisoma Mithali sura ya 10 aya ya 4 inasema kuwa atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Ukisoma Mithali sura ya 13 aya ya 11 inasema kuwa mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 22 aya ya 4 inasema kuwa
Thawabu ya unyenyekevu ambayo ni kumcha Bwana ni utajiri, na heshima nayo ni uzima. Kitabu cha Mithali sura 15 aya 27 inasema kuwa atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali achukuae zawadi ataishi. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 28 aya 20 kinasema kuwa mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi, ataadhibiwa. Biblia inasisitiza wazi kuwa utajiri wa kweli na wa kudumu ni ule unaotokana na Mungu mwenyewe, ambao huja na amani na hauna majuto au huzuni. Mungu anataka tufanye kazi na tuishi kwa uadilifu, kisha yeye ndiye atakayefungua milango ya baraka. Sifa ya 5 ya mtu tajiri kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni mwenye huruma kwa wafanyakazi wake. Katika muktadha wa Biblia, utajiri na uwezo wa kuajili si dhambi, bali Mungu anawataka matajiri na waajili wawe na huruma na haki na upendo kwa wafanyakazi wao. Wafanyakazi wanaonekana kama baraka na wanapaswa kutendewa kwa utu. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 5 aya 4 kinasema kuwa angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliouzuia kwa hila. Unapiga kelele na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni pa Bwana wa majeshi. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 aya 14 hadi ya 15 inasema kuwa usimwonee mtumishi mwenye ujira aliye masikini na uhitaji, kama ni wa nduguzo au kama ni wageni wako, mmojawapo walio katika nchi yako ndani ya malango yako. Mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini. Umeutumainia huo, asije akamlilia Bwana juu yako ikawa ni dhambi kwako. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 19 aya 13 inasema kuwa usimdhulumu jirani yako, wala kunyang'anya mali yake, ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Ukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 4 aya ya 1 inasema kuwa ninyi akina bwana wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi mna Bwana mbinguni. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya 4 kinasema kuwa nanyi akina bwana watendeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Biblia inamweka tajiri katika nafasi ya mwangalizi wa rasilimali zake, ambaye anapaswa kutumia utajiri wake kuleta baraka, kulinda na kuheshimu utu wa wale wanaomsaidia katika shughuli zake. Hiyo ndiyo tafsiri ya maandiko matakatifu kumhusu mtu tajiri na mwenye mali. Asante, endelea kuwa nasi kwa maarifa na makala nyingi zaidi.